aliwahi kunikuta. Lakini kiukweli mimi nikwambie, unajua mke wa Kisa amenizoea sana. Na ile siku alikuja alinikuta ndani mimi nimepumzika, akaniambia shemeji, mimi ndani nimekaa mpweke. Mpaka yule alikuja kwangu, sio kwa nia mbaya. Kwa bahati mbaya wakati tunapiga story, yule mwanamke akajilaza. Na mimi nikapitiwa, nikalala. Nachukulia mfano wewe sasa ndio unanikuta na mke wako. Nimelala naye kwangu. Wewe unafanya nini? Au yani wewe sasa nachukulia kwako. Sio kwa mtu mwingine kwako. Mke wako umeoa unanikuta naye nimelala. Mama nikasema ni kwa kweli mimi kwenye hilo sasa. Wacha tu nibebe hiyo lawama. Sina jinsi kusema. Kilamba. Macho yako yanadhihirisha wewe ni muongo. Yaani unachoniambia wewe ni muongo. Sikiliza nikwambie Kilamba, nitizame usoni ili ninachokuambia unajua kabisa huo ni uongo unaosema na ulichofanya ni kweli. Kilamba, wewe unamsaliti rafiki yako Kisa, unatoka na shemeji yako. Ukatae ukubali. Kwa nini unafanya hivyo Kilamba? Acha nikwambie. Mimi naomba nikubali haya matokeo kwa sababu namna alivyokuelezea Kisa ndivyo namna unavyonielezea wewe. Na wewe ndivyo hisia yako inavyopelekea. Lakini mimi moyo wangu ndio unatambua. Unajua nikwambie kitu sikizi. Maumivu ya kiasi anijua ni mlaji na uchungu wa kitanda chenye kunguni anijua ni mlaji. Kwa hiyo kwenye hili wacha tu mimi nikubali kwamba nimemkosea Kisa. Kiukweli Kilamba, wewe ni muongo. Ila jua mke anauma, mapenzi yanaumiza Kilamba. Kilamba, unaoa kabisa mke wako unakaa naye ndani, unamkuta mtu kala naye unasema eti kapitiwa. Hivi hata kama ni kweli, hata kama kwa nini usingeweza kukaa nje basi kalala shemeji yako? Hebu na mimi sikilize kidogo. Ni hivi, kulingana na taarifa aliyokuletea Kisa, ndivyo ulivyopokea na ndivyo unavyopokea. Lakini mimi nataka nikwambie kutoka moyoni. Haiwezi kutokea hata siku moja mimi kutembea na mke wa Kisa au kutembea na mke wangu. Ila kwa sababu hili limetokea, wacha Kisa endelee kunichafua. Sina jinsi ndugu yangu, mimi ndio mwenye makosa. Kilamba, nataka kukwambia ni kitu hichi kimoja. Wewe kama unafanya hivyo vitu, naomba uache. Na kama umemkosea Kisa kwa staili hiyo, naomba msamaha. Basi umenielewa? Yule ndugu yako bwana. Nimekuelewa. Unasemaje? Sawa ndugu yangu. Basi acha niingie hivyo. Haya. Fanya hivyo lakini nisikie nilichokuambia bwana. Nimekuelewa babangu. Haya poa. Haya. Basi ndugu yangu bana, yani sikutegemea kama Kisa atanianika kiasi hichi kana kwamba nionekane mbaya kihivyo, lakini basi. Mimi kusema ukweli wangu, nilikuwa pale muona mteja yake. Nilikuwa nasafisha pale. Nataka kutoka. Mara ghafla namuona mwingine kanondo. Hata nikasema nini kimekusibu? Nilikuwa na bwana mteja. Hapo nili nipatie msaada tujue nini tatizo. Konomo. Kwenye kuumwa sijui. Lakini nachojua mjamzito. Lakini bado anataka mume wake. Kusema ukweli kwa kwenye mihangaiko yake, lakini inabaki
Nilikuwa pale nakwambia nasafisha viatu vyako unaviona. Hapo na nasikia mtu kama bado. Sasa nini kimetoka kutoka na pokea simu wewe kisa wewe hujapokea simu wewe. Wewe kisa wewe pokea simu wewe kisa wewe pokea simu. Hapo cha kufanya, sitapokea simu. Tumchukue tumpeke hospitali. Eti. Basi sawa dada. Atakutafuta tutakuja kumjulisha baadaye. Tumpeke kwa Basi nzuri. Shikamoo. Mara Tulikuwa kama wazazi kuja kwa taarifa. Gharama zinatakiwa Kwa hiyo umekuja kuomba gharama, umekuja kutoa taarifa, umekuja kwa maana naona unaongea maneno mengi kama mashairi. tumekuja kutoa taarifa. Naomba nikwambie kitu. Kama mwanangu mimi anaumwa, mwanangu najua yuko mikononi mwako. Umenielewa? Kwa hiyo kama anaumwa, kamuuguze. Kama ni gharama, pambana kama ulivyoamua wewe kupambana kipindi sisi tunatoa gharama zetu za shule. Kwa hiyo na wewe kwenye kuumwa, pambana wewe kama wewe. Tena upambane kama jinsi ulivyopambana kipindi sisi tunahangaika kutoa ada zetu ili mtoto asome. Umeelewa eh? Wewe kama kuvuruga ratiba hii. Sasa pambana na wewe toa gharama zako ili mwanangu apone. Ndio, umekuja kunipa taarifa. Mimi nashukuru kwa taarifa yako. Ila pambana mwanangu apone. Na ninakuhakikishia kauli ni hii moja. Mwanangu mimi akifa, aliyekufa kwako, mwanangu atarudia. Unielewa? Kwa hiyo jitahidi kuuguza mwanangu mimi arudi hapa ndani. Sitaelewa chochote kwa baadaye utakachokuja kuniambia. Sawa? Umenielewa? Aende. Umenielewa? Ondoka kwa majenzi hivyo kama jinsi ulivyo. Unalikoroga hapo wewe unashindwa kulia. Shida kuelewa kabisa. Hata kama hebu tuanze. Mimi nafikiri kwenye hili hatuna njia yoyote zaidi ya kumsubiria yule mhusika atupe ripoti kutoka kwa wazazi. Maana sema sasa tumsubiri mhusika. Kisa hapo mbele. Bila hivyo hamna kitu kinachotokea. Ndugu zangu, vipi uko ulikotoka? Yaani wazazi wako Yaani wamesema kabisa, kwa sababu kama wazazi wenyewe wamefukuza na hawataki swala la mtoto wao, hizo ni wakwako pamoja na sisi. Mimi nataka nikwambie kitu, hiyo ni changamoto mpya tunaipitia.
maisha yako unapaswa kukabiliana nayo. Utakiwi kabisa kuwa na moyo mwepesi. Sio, unanielewa? Lakini bali ya hiyo sasa, majibu ambayo yametokea pale, shadari kabisa kwa yule mtoto. Tulia basi. Subiri basi bwana. Subiri. Unaongea unamaanisha au unaongea basi? Kwa mambo yangu. Wewe ni mtoto wa kiume. Vitu vinavyo kufanyika, yani inatakiwa uwazi. Kimetokea, subiri. Sikiliza, uelewe. Unajua na ninaomba usielewe mpaka sasa. Maana nikakwambia hivi changamoto unapaswa ukabiliane nayo ipasavyo. Utakiwi kuwa na roho nyepesi. Ninachokuomba kisi, kwa kipindi hichi hakuna kipindi kingine chochote ambacho unapaswa muombe Mungu zaidi ya hichi. Lakini kubwa zaidi, karatasi hiyo ni yake, ili mama aweze kupata msaada kuokoa uhai wake. Inatakiwa shilingi 700,000 ili kuokoa uhai wa mama. Akisema kila mama kuna jambo mwanzo. Hakuna jambo mwanzo litakosa. Kama ilivyoanza itaisha. Kila kitu usimamie. Na mimi nikutoe huko. Sisi ni ndugu zako, lakini kuna watu wengine ambao wanakujua. Naamini kwa hili tutashirikiana, itakwisha. Maji yako. Sasa uwe makini. Hivi vitu bwana usikie tu. Yaani usikie kwa wenzio, lakini likakukuta. Yaani usiombe kabisa likukuta. Tumeshakuwa mgumu sasa. Vipi ndugu yangu? Onekana upo kwenye jopo kubwa la mawazo. Nikila nikikaa na kuwazua naona yani sina thamani ya kuishi duniani. Yaani wazazi wake kabisa wamemkataa yule mtoto, wamenisusia kila kitu. Ile kwa mzigo wote kila kitu amenisusia wazazi wake kweli. Wacha nikwambie kitu kisi. Unajua mawazo hayatokusaidia kitu chochote na wala hayawezi kutatua tatizo hili. Sana tu utajiongezea wewe mwenyewe tatizo. Si unanielewa? Na mimi nataka nikwambie, majaribu mpaka unaitwa mwanaume lazima uyapitie majaribu. Na haya ndiyo majaribu ambayo yatakudhihirishia kwamba wewe kweli ni mtoto wa kiume. Ni haya matatizo. Sasa mimi sioni sababu ya wewe kuendelea kuwa na mawazo. Sawa jaribu. Hivi unafikiri mimi hiyo 500,000 sio 700,000 mimi naitoa wapi? Ukizingatia pale saluni pale ninapofanyia kazi, nimetumia hela za bosi hesabu ya kumpa mwezi wote sina. Sasa mwanzo kufukuzwa kazi wewe mimi natoa wapi? Yaani nakaa na waza mpaka tasielewi. Mtoto watu yuko ndani huko hospitali na siku pia 3 siku ya 4 yupo ndani ya juice. Anatakiwa mpaka afanywe upasuaji. Mimi ikiwa mpaka na data. Basi sawa kisi. Mimi nataka nikwambie tu, ukishindwa kujiandaa maana yake umejiandaa kushindwa. Lakini kwenye hili wacha mimi nikupe moyo. Wewe hujashindwa. Wewe ni mwanaume. Vipi bila naenda wapi na njia gani mimi ya kufanikia, ya kufanya mpaka nimalize?
Mimi labda nikupe tu taarifa fupi. Umeona bwana, mimi leo nimeenda kuongea na baba. Nimeongea baba, nimemwelezea vizuri katika hili. Kiukweli baba ameonyesha nia ya dhati kabisa kutusaidia katika hili. Kweli? Kwa amesema atatusaidia, atatupa hela tukalipe hospitali. Hapo kwenye hela hapo hakusema, lakini yeye alichokisema ni kwamba atatusaidia kwa moyo mmoja, sio chini. Kwa hiyo mimi sitaki kuwaza kutoa wasiwasi. Anapiga sasa baba. Baba. Uko hospitali? Si tuko nyumbani hapa. Tuko nyumbani. Basi tunakuja. Tunakuja. Bwana kashafika. Yuko hospitali. Achelewi Ushafungia hapo ya. Kumbe mzee bwana shafika. Kwanza niseme asante. Ndio maana kinamba siku zote mimi nilipoona kana kuna labda anafisi vibaya. Nakaa tunagombana. Mambo ya kibinadamu, naomba kwanza unisamehe. Ndugu yangu Kilamba. Kwanza mimi niseme nashukuru sana. Kwa sababu katika ndugu nimefika kwenye listi sasa hivi. Wewe sio rafiki yangu tena. Wewe ni ndugu yangu. Kwa sababu Kilamba umenifanyia mambo makubwa sana. Niseme tangu nianze ujana wangu, wewe ndio mtu wa kwanza ambaye umeniokoa. Kwa sababu Kilamba mimi nilikuwa jela hii naiona. Yaani nilikuwa naona mtu watu anakufa, mimi naenda kufungwa huku na jioni, na nilikuwa tayari nimeshakata tamaa kabisa. Lakini kumbe mawazo yangu